kibali na nafasi itokanao kwa kufunga na kuomba. Nadhani itakuwa ndio sehemu ya pili. Naomba unisikize kwa makini sana. Sasa kwenye sehemu ya pili sasa, Esther amekuwa mke wa mfalme. Akiwa mke wa mfalme, Mordekai naye alikuwa ni gateman, alienda kukaa kwenye malango, kwa sababu kuna vile alikuwa amemwambia Esther, akamwambia Esther, usimwambie mfalme kama tuko na ukoo ama tuko na uhusiano. Kwa hivyo ikawa wakati ule Esther amekuwa mke wa mfalme, Mordekai hakupata nafasi ya kuinuka wakati ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba Mordekai akabakia kuwa gateman. Sasa kwenye kile kitabu cha Esther mlango wa 2 na mstari wa 21, maandiko yanasema ya kwamba kukatokea majamaa ambao walitaka kumuua mfalme, lakini Mordekai akajua habari, akajua kwamba kuna watu ambao wamepanga kumuua mfalme. Kwa hivyo alipojua ile habari, akaenda akamwambia Esther. Ujue kwamba Mordekai kwa sababu wako na uhusiano wa karibu na Esther, pamoja na kuwa mfalme ajui, alikuwa na urahisi wa kumfikia Esther. Kwa hivyo akamwambia Esther, akamwambia kuna watu ambao wako na jama ya kumuua mfalme. Maandiko yanasema kwamba jambo lile likachunguzwa, likaonekana kwamba ni la ukweli, na likaandikwa kwenye kitabu cha taarifa, kwenye kitabu cha kumbukumbu. Kuna kitabu ambacho walikuwa wanaandika, mtu ambaye amefanya jambo zuri anaandikwa mahali, ndio siku moja atakuja kutunzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lile jambo likaandikwa mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maandiko anasema hivi, wakati ule ambapo Esther alipoingia kwenye nafasi ya kuwa mke wa mfalme, naye Amani akainuliwa kwenye cheo, akapewa cheo cha juu, akafanywa kuwa mdogo wa mfalme. Esther ameinuliwa, lakini Amani naye ameinuliwa. Sasa Amani ni nani? Nataka nikueleze sasa Amani ni nani kwenye hii Biblia. Nimeeleza kuhusiana na Esther, kuhusiana na Mordekai, kuhusiana na mfalme ambao ni mfalme Ahasuero, ambaye mfalme Ahasuero alikuwa ametawala wakati wa Umedi na Uajemi. Sasa ni nani anaitwa Amani? Amani, nakumbuka unajua kwenye Biblia yako kuna wakati ambapo Sauli aliambiwa na Mungu aende kwenye vita na nchi fulani, na aende auwe kitu chochote ambacho kinatoa pumzi, auwe watu wote, auwe wanyama wote wa ile nchi. Lakini maandiko yanasema ya kwamba alipofika kule alipata wanyama ambao ni wanono. Badala ya auwe wote, akawachukua akakuja nao, lakini pia akamchukua mfalme ambaye anaitwa Hagai. Alipomchukua yule mfalme anaitwa Hagai, mke wa mfalme alikimbia wakati ule, alisepa, alipotea. Alipoenda mke alienda akiwa na mimba. Kwa hivyo alipoenda na mimba ndio akazaa sasa huyu mtoto anaitwa Amani. Ndio sababu anaitwa Amani Mwagagi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nisikilize kwa makini sana. Kile ambacho kwenye maisha yako Mungu atakwambia ukiangamize ama uachane nacho, na ukose kuachana nacho ama ukose kukiangamiza, ujue kwamba ni silaha yako ya kesho. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba walitega mitego ikawanasa wao wenyewe. Sauli aliambiwa aangamize wanyama na wafalme na kila kitu kwenye ile nchi, lakini akambakiza wanyama walionona na akambakiza mfalme. Kwenye kule kubakisa, mke wa mfalme akakimbia akazaa Amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu nina imani ya kwamba Mungu anakuambianga achana nacho. Kuna dhambi unaifanya ya uasherati, kuna dhambi ya hasira, kuna dhambi ya ufisadi, kuna dhambi ya wifu ambao unaifanyanga. Mungu amejaribu kukuambia kwamba achana na hii dhambi, achana na hiki kitu. Amekuambia angamiza hiki kitu kabisa. Ingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba ili uzuie hizi vitu ambazo unazifanya, lakini unaendelea kufanya. Hapo unajitengenezea silaha ambao kesho ndio itakuja kukuangamiza. Ndio maana unaweza ukafunga nyoka, lakini huyo nyoka akakung'ata kesho akakuua. Sauli aliambiwa aangamize kitu chochote ambacho kiko hai, lakini akabakisha. Maandiko yanasema kwamba alibakisha mfalme ambaye ni mfalme Hagai, lakini pia akabakisha na mke wake ambaye mke wake baadaye alipotea, akamzaa Amani. Sasa huyu Amani ndio nataka tufuatilie vizuri.
Maandiko yanasema ya kwamba wakati ule ambapo Esta alikuwa mke wa mfalme, naye Amani akapandishwa cheo akawa mdogo wa mfalme. Na mfalme baada ya kuwa amempandisha cheo akasema wakati ule Amani atakuwa anapita, kila mtu anafaa ainame. Kumbuka hapa kuna taifa la Israeli ambao wako na sheria zao, ambao sheria zao zinasema hivi, usimuinamie Mungu mwingine isipokuwa Jehova. Na mmoja wao ni Mordekai, na Mordekai yuko kwenye gate. Kwa hivyo lazima amfungulie Amani anapopita, na akimfungulia lazima ainame. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anajua sheria za Mungu wake. Maandiko yanasema wanaomjua Mungu wao watakuwa hodari na kufanya mambo makubwa. Utanielewa huko mbele tu. Amani akajua kwamba kama ikitokea kwamba nitamuinamia mwanadamu, nitakuwa nimemwacha Bwana, nitakuwa nimeacha sheria za Bwana, nitakuwa nimemtenda Bwana makosa. Maana maandiko yanasema ya kwamba usimuinamie mtu yeyote isipokuwa Jehova. Wakati ule Amani alipokuwa anapita kwenye geti, maandiko yanasema ya kwamba gate man wengine wote wakainama, lakini Mordekai akabakia kuwa amesimama. Maana namjua Mungu wake hafai kuinamia kitu kingine isipokuwa Mungu wake. Lazima apatikane mtu ambaye atamsimamia Mungu hata wakati ule haifai, hata wakati ule ambapo dalili zinaonyesha kwamba ukisimamia jambo hili litakuangamiza. Mfalme ametoa sheria akasema ya kwamba Amani akipita anafaa ainamiwe, lakini Mordekai anajua kwamba kuna sheria ya Mungu wake ambao usiinamie Mungu mwingine. Maandiko yanasema ya kwamba wakati ule Amani alipokuwa anapita alikuwa anachunguza ni nani ambaye hajainama. Alipokuwa anaangalia akaona Mordekai ndio hajainama. Ina maana huyu mtu alikuwa na kiburi. Pride comes before a fall. Kila nafasi, kila position ambayo Mungu anakupea, ama kila nafasi ambayo unapanda, unafaa kuendelea kuwa mnyenyekevu ili Mungu azidi kukuinua viwango. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 147 na mstari wa 6, maandiko yanasema ya kwamba Mungu anainuanga wanyenyekevu, lakini anawashusha wale ambao ni wenye kiburi. Kwenye maisha yako, kama Mungu atakupea mamlaka, kama Mungu atakuinua cheo, atakupandisha cheo, unafaa uendelee kunyenyekea zaidi. Ndio maana utaona watu wengine ambao Mungu ndiye aliwainua, ukienda kwenye position zao, ukienda kuongea nao, utaanza kujiuliza, huyu mtu kweli hii nafasi ni yake? Maana anajua kwamba namna ya kuinuliwa na Mungu, namna ya kupata hicho cheo, namna ya kuinuka viwango zingine ni pale ambapo atakaa kuwa mnyenyekevu. Chochote ambacho unakihitaji mbinguni kipo. Ni vile formula ya kupata hizo vitu au uifuati. Umeinuliwa kiwango, umeanza kujipandisha. Umeanza kujipandisha wewe mwenyewe. Ndio maana Mungu anakushusha. Formula ya kuinuliwa kiwango kingine na kingine ni pale ambapo Mungu ataangalia unyenyekevu wako. Pamoja na kuwa mfalme amemwambia Amani ya kwamba kila mtu akipita anafaa kuinamie, Amani angeangalia jambo lile, lakini angeendelea kunyenyekesha. Angeendelea kuwa mnyenyekevu ndio Mungu amuinue viwango. Lakini alijikweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mamlaka ambayo unapewa, unafaa ujue vile ambavyo utaitumia. Amani, maandiko yanasema ya kwamba baada ya kuwa ameona kwamba Mordekai hajamuinamia, maandiko yanasema ya kwamba alisema, mimi sitamwangamiza Mordekai peke yake, nitaangamiza taifa lake lote, maana hili taifa liko na sheria ambao kwamba ni watu hawezi kuinama. Kwa hivyo akaona nikimwangamiza Mordekai peke yake, kuna wakati nitakutana na Myahudi mwingine ambaye hataweza kuniinamia, maana wameshika sheria za Mungu wao. Kwa hivyo akaamua aangamize taifa mzima. Kuna watu waliopewa mamlaka, waliopewa nafasi kubwa na Mungu, na badala ya ufanye watu wacheke, ufanye watu wafurahie, ufanye watu wafurahie kwa sababu ya vile umewasaidia, unawaza vile ambavyo utaangamiza watu. Mordekai ameinuliwa kwenye nafasi, lakini badala Amani ameinuliwa kwenye nafasi, na badala aone vile ambavyo Mungu amemuinua na mtukuze Mungu, akaingiwa na kiburi, akaamua kuua Waisraeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila nafasi ambayo umepewa, mamlaka ambayo umepewa,
unafaa uitumie vizuri na sio kuangamiza watu ama kuua watu. Barikiwa sana, tupatane kwenye sehemu inafaa.